Kwa majina naitwa Rahma Mpinga, natokea kijiji cha Dareda. Hao watu walikuja wakasema kwamba wao ni madaktari, wanataka wachome watoto chanjo, na ilikuwa ni watoto ambao ni waliotoka kuzaliwa tu. Wakawa wanauliza jinsia ya watoto, wanauliza kila mtoto ni jinsia gani. Wakasema kwamba wanaenda kuchoma chanjo, wakamchukua mtoto, wakasema na wengine wajiandae waje wachukue watoto waende wakawachome chanjo. Nimekaa baada ya muda hamna mtu anayerudi. Kiukweli mimi ninachokiomba ni mtoto wangu tu apatikane. Na alafu pia madaktari wanasema kwamba wanaweza kaniruhusu mimi siwezi ondoka hapa bila mtoto wangu. Kwa hali halisi ya wananchi wangu, kwa kweli walilichukulia suala hilo kwa kweli kwa mshtuko mkubwa sana, kwa sababu halijawahi kutokea. Ndio maana hata unaona wako wengi hapa wanaozunguka hapa wanafuatilia jambo hili, swala hili kwamba limekuwa kwaje, jambo hili limetokeaje, kwa sababu halijawahi kutokea na wengine hawajawahi kusikia. Kwa majina naitwa Dr. Madama Hosea, mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Babati. Kwa jana limetokea tukio ambalo sio la kawaida la mama kuibiwa mtoto. Huyu mama anaitwa Rahma Mpinga Mlai, miaka 19. Na huyu alikuwa ni mtoto wake wa pili. Mtoto wake wa kwanza na umri wa miaka 4. Na huyu tu ndio alikuwa amezaliwa mtoto wa kike. Kwa hiyo ilitokea kwamba muda wa saa 3 watu wasiojulikana, ikiwa ni mwanamume na mwanamke, na yule mwanamume walijitambulisha kama ni watu wa huduma, walieleza kwamba walikuwa na lengo la kutoa huduma za chanjo kwa muda ule wa saa 3, ambao kabisa ni kinyume ambacho cha utoaji wa huduma katika vituo vyetu. Na walimchukua pamoja na kwamba kulikuwa na watoto wengine na mama wengine, watoto wao ambao walikuwa tayari wameshajifungua katika wodi ya kina mama baada ya kujifungua postnatal ward. Kwa hiyo walimchukua, na baada ya muda, baada ya saa moja, mama aligundua kwamba mtoto harudishwi, na ndipo alitoa taarifa kwa wauguzi waliokuwepo. Nimepokea taarifa ya awali, nimezungumza, nimepita kwenye maeneo haya, nimekuwa na ujasiri wa kuzungumza pasipo na shaka yoyote kwamba kuna uzembe mkubwa umefanyika kwa mlinzi wetu ambaye analinda kwenye eneo hili. Kwa hiyo nadhani nimeelekeza pia jeshi la polisi atoe ushirikiano kwa jeshi la polisi haraka sana, tuondoke naye ili aweze kusaidia. Ninasema haya kwa sababu mlinzi wetu bwana, wakati wahusika wanaingia aliwaona na akabaini, lakini hakutekeleza taratibu za kiulinzi. Na wakati wanatoka aliwaona, kwa sababu waliingia wakimueleza kwamba walikuwa kwa wawili kwenye gari aina ya Noah, na mwanaume alizungumza kwamba anaomba aingie ndani na kwamba ana mgonjwa yuko mahututi, yani yuko hoi. Lakini mgonjwa alikuwepo mwanamama yuko pale pembeni, na baada ya muda mfupi waliondoka. Sasa kuchukua jukumu la kuuliza kwamba mgonjwa huyu ambaye alikuwa amezidiwa hali yake imekuaje, lakini hakuchukua hatua za msingi za kukagua gari kama ambavyo taratibu zinaelekeza. Shusha vioo, washa gari, washa taa ndani ya gari, kagua buti na mazingira kama hayo. Na mambo mengine ambayo tumejiridhisha zaidi, tumedhani kwamba pia na yeye ni sehemu ya kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili tuweze kuchunguza zaidi, kwa sababu wameingilia kwenye geti, wametokea kwenye geti na kwa kipindi kifupi, na ameona, na tumekagua pia maandishi kwenye kitabu cha wageni, tumeona kuna mazingira ambayo kwa kweli yana uzembe wa hali ya juu sana. Kwa jambo hili tayari nimeshaelekeza kwamba tutaondoka naye na jeshi la polisi kwa ajili ya kusaidia upelelezi wa jambo hili, ili iweze kusaidia katika hatua muhimu za kuweza kumpata au kuwapata watuhumiwa hao. Lakini pia nimefuatilia, nimezungumza na wataalamu wa hapa, na kwenye hili nimedhani pia ni kwa uharaka zaidi pia niweze kuunda timu maalum itakayohusisha wataalamu wengine zaidi kuweza kufuatilia kama kuna mazingira yote ya uzembe pia kwa wataalamu wetu wa kituo hiki, na pale itakapoweza kubainika hatua zaidi pia zitachukuliwa kwa mujibu wa taratibu, na jambo hili nalo tutalizingatia. Lakini nitoe wito wa jumla kwa muktadha wa wilaya ya Babati. Moja, utokea kwa matukio haya kunaendelea kutuamsha zaidi pia kuchukua hatua kwa maeneo mengine, kuzingatia mazingira ya kiulinzi na kwa maeneo yote, licha ya kwamba taratibu zipo, lakini tunadhani pia tutaendelea kusimamia katika maeneo yote ya serikali, lakini pia na jamii kwa ujumla. Wito wangu kwa wananchi wawe wastahimilivu. Jambo hili limeleta huzuni na mshtuko mkubwa. Tangu nimeingia hapa nimekuta jamii ya wananchi kutoka kwa kijiji husika wamekusanyika hapa. Nimetaka watupe ushirikiano katika mazingira haya na kuleta ustahimilivu. Ninawaahidi hilo, na serikali iko kazini, kwa sababu kazi ya kwanza serikali ni kulinda usalama wa watu.